binafsi mimi nilisense hicho ambacho kimetokea kwa sababu Berkane walihisi mechi ya kwanza Simba walicheza na waamuzi. Kwa hiyo na wao nilikuwa nahisi lazima wacheze na mwamuzi ambaye pia ni Mwarabu, anatoka karibu na nchi ya Morocco. So hichi ambacho kimetokea leo 50-50 challenges nilitarajia kukiona. Niliona kabisa. Niliona kabisa hichi kitu. Refa hakuwa fair kabisa, of course nishazungumzia hichi kitu na changamoto yake ni vitu ambavyo vilianza kwenye mechi ya kwanza. Refa hakuwa fair kabisa. Okay. Kaka, kwa kosa la kamera kumpiga ngoma unaliongeleaje? Si ndo tukio lile ambalo wamepata kadi ya njano, tackle from behind. Sahihi, kama ndo hilo tukio nalizungumzia, mwamuzi alimuonesha kadi ya njano. Huyu anasema kwani Hansi naomba unielekeze kadi ya Kagoma. Yeah, of course nimezungumzia tukio la Kagoma, hii ni mara ya 3 kwamba alikuwa na kadi ya njano kipindi cha kwanza, lakini challenge aliyoenda kuifanya katikati ya uwanja to me haikuwa challenge nzuri. Atatakiwa kujilaumu zaidi kwa sababu ni attack from behind. Unakwendaje kumtackle mchezaji from behind katika moment kama zile katikati ya uwanja? So to me ni Kagoma ameikost timu ya Simba. Huyu anasema kaka, kiukweli Mkwala amekosa, lakini alichokifanya Mutale ni kwamba alikuwa amefanya movement, tunasema back post, kwa sababu wewe kama ni kiungo mshambuliaji kuna muda una sense kwamba okay, namba 9 wangu anaweza kaikosa hii cross, nafanya movement wapi? Back post. Ikimkosa Mkwala mimi nakwenda naweka kamba. Ndio kitu ambacho alikifanya. So goli zuri kutoka kwa mchezaji mzuri ambaye amekuwa na shida toka mwanzoni. Huyu anasema Kagoma alikuwa na kadi ya njano. Ya, sure kabisa. Kaka, ichambue mechi vizuri japo wewe Vali hakuna uthibitisho wa mchoro. Okay, of course wanazungumzia goli la Simba la pili ambalo limekataliwa na VAR. I think kwa sababu mechi nilikuwa naitangaza ndani ya SuperSport, nilikuwa live natangaza mechi. Kwa tukio jinsi lilivyokuwa, wakati Simba wanapiga free kick, Mkwala alizidi. Yaani Mkwala alizidi. Ni kweli mpira ulikuwa na deflection kwa mchezaji wa Berkane and then ukaenda kuunganishwa na Mkwala. You see, Mkwala alikuwa kwenye eneo la kuotea. Kwangu mimi nadhani ni tukio ambalo alihitaji hata explanation. Yaani ukitazama vizuri picha za marejeo, Mkwala alikuwa kwenye eneo la kuotea kabisa. Clear offside. Huyu anasema Kamara amepotea sana. Yeah, of course lazima usifie juhudi za Mutale Budo, amefanya kazi kweli kweli. Alikuwa na man to man, hakuna kutembea. La pili, goli lile waliloshinda la pili, yani nishazungumzia goli la pili la Simba. Wakumbushe kuwa bado msimamo wetu hatuchezi. Well and good. Huyu anasema refa kazingua kaka. To me ni refa ambaye amekuwa na matukio mengi sana. Ni refa ambaye amekuwa na matukio mengi. Ndo refa ambaye alikataa goli la Aziz Ki kwenye mechi ya Mamelodi na Yanga klabu bingwa robo finali pale Loftus. Na mimi nilikuwa jukwani pale South Africa. Niliona ambacho kilitokea. Kuna tukio ambalo Kamara alichezewa madhambi first half kwenye box wakati anadaka mpira. Mwamuzi akaamuru kwamba ni corner kick kwa upande wa Berkane. Benny Munil, goalkeeper wa Berkane, akaenda kufanyiwa kile, mwamuzi akasema ni free kick. Kwa hiyo mara nyingi sana tumezoea timu zikiwa zinacheza nyumbani, zile 50-50 zote zinarudi kwenye timu ya nyumbani. Lakini kuna kitu ambacho kilikuwa cha tofauti. Nataka niwaambie kitu kimoja. Na hichi kitu watu wengi hawajui. Kwa watu ambao walikuwa wamekwenda Morocco, moja kati ya taarifa ambayo walirudi nayo ni kwamba baada ya mechi ya Simba na Berkane kutamatika, aliyekuwa rais wa Berkane ambaye ni makamu wa rais wa shirikisho la mpira barani Afrika alikwenda kuwavaa waamuzi waliochezesha ile mechi. Kwa sababu gani? Alienda kuwafanyia fujo? Ni kwa sababu kabla ya mechi ya Simba
na Berkane kuanza, mwamuzi alikwenda kuambia Berkane kwamba VAR haifanyi kazi. Lakini cha kushangaza, Berkane wanadai walinyimwa penalty 2 za wazi, ikiwemo moja ya Shamo Karabo kumkwatua mchezaji wa Berkane. Lakini wakaenda mbali zaidi, wakadai kwamba kwa nini VAR ilirudi tena kukataa goli lao. Kama unakumbuka, kuna goli wani kuandika historia kwa kubeba, lakini ukitazama kitu ambacho kimetokea ni kwamba wamepoteza finali. Na unajua ni nini ambacho kina wauma zaidi ni kwamba timu zetu za Tanzania bado hazina ile guarantee ya kwenda finali kila mwaka. Uliona Yanga kilichowatokea, walikuwa na timu nzuri, wakaenda finali, msimu uliofuata robo finali, msimu uliofuata wameishia makundi. Kwa hiyo bado timu zetu hazina guarantee ya kwenda kupush kwenda finali kila msimu. Kwa hiyo unapopata nafasi lazima uitumie vizuri, uwe bingwa. Kwa hiyo ukipoteza ubingwa, of course umeoverachieve malengo yako, lakini ukipoteza ubingwa inauma, kwa sababu ungeweza kuandika historia. Ukitoa ubingwa ni historia tosha. So ni hiyo mechi ambayo Simba amepoteza ubingwa. So guys, tutaendelea kuchambua mchezaji moja moja. Kamara, mchezaji ambaye aliperform vizuri kweli kwenye mechi ya kwanza, leo alikuwa mfukoni, amefichwa kweli. Hatujamuona yule Kamara ambaye tunamjua vizuri kweli. Vipi kuhusu kadi ya Kagoma? Of course nimeizungumzia issue ya Kagoma. Huyu anasema Kioma anaitwa Ben correction. Kioma, mambo vipi? Kagoma kawakosti wenzie, alijua marefa wa Bongo. Of course lazima, kwa mtu ambaye anajua football lazima ajue hichi ambacho tunazungumza. A tackle from behind, eneo la katikati ambapo hakuna pressure kubwa. Yani sio kama ule mpira ulikuwa unatoka Simba anafungwa, no, amekwenda kufanya silly challenge katikati ya uwanja. Ni makosa, amekosti team kiukweli. Najua ni destroyer, lakini alitakiwa kujua kwamba first half alikuwa na kadi ya njano. Huyu anasema goli la Simba je? No, goli la Simba to me ni goli kwa nilichokiona. To me alimtako mchezaji wa Berkane kutokea nyuma. So ilikuwa ni kadi ya pili ya manjano, and baada ya hicho kitu tukaona Simba wanakuwa down kwa baadhi ya moment, kabla ya baadaye tena kupush, lakini Berkane walichokuwa nakifanya ni kuslow tempo ya mchezo, kwamba tunacheza pasi 2-3, hatuna haraka ya kwenda mbele. Itafika muda Simba watasacrifice, wataweka washambuliaji, watapunguza mabeki, watajisahau, tutawakamata kwenye counter attack, tutapata bao. Ndio kitu ambacho kimetokea. Lakini kimsingi ni mechi ambayo Simba wamepoteza kibingwa zaidi. Wamecheza kibingwa kweli. I mean intensity jinsi ilivyokuwa, determination ya mchezaji mmoja. Fadlu I think ni moja kati ya makocha ambao amefanya kazi kubwa sana, na hususa kwenye mechi ya leo. Plan yake, setup yake, kila kitu kilikuwa on point, kwa sababu ukiangalia selection ya kikosi, Mutale kuanza Shimoni na Jean Charles Ahoua, na kumwacha Mpanzu awe free kwenda kushoto na kulia kuombea mipira kwenye half lane, ilikuwa ni superb kweli. And then tazama jinsi ambavyo Mutale alikuwa anafanya movement kwenda kumaki Kamara mechi ya leo imemkataa, amepotezwa kweli. Na kama amepotezwa, ni nani kampoteza? Huwezi kukosa kulitaja jina la Abudo Mutale. Amefanya kazi kweli. Simba wakipoteza mpira, Mutale ulikuwa unamuona sambamba kabisa na Kamara, wanatembea pamoja man to man marking. So amefanya kazi kubwa. And then Simba wakiwa na mpira, jinsi ambavyo alikuwa anaombea mipira kwenye half space na kwenda kuzishambulia zile half space, nafanya vitu vitokee brilliant kweli. So Mutale ilikuwa ni element of surprise, na imelipa kweli. So Simba wameconcede goli moja kwa bado dakika 8 kabla ya mechi